Kijana yeye anaitwa Dave na anampenda mwanamke akiitwa Mel, lakini huyu mtoto wa kike yeye bwana anapenda mambo ya transport, yani teleport. Lakini siku moja bwana Dave akamnunulia logo ya Ice, ambayo hii logo ilikuwa ni nzuri, lakini kuna kijana mmoja ni mkorofi akachukua ile logo na kuitupa katika mto ambao ulikuwa na barafu juu yake. Ila Dave akaamua maamuzi ya kwenda kuichukua. Wakati anarudi bwana akaanguka kwenye ile barafu. Akiwa ndani ya maji akajikuta ameteleport, yani amesafiri na kutokea katika library ya shule yao, kitu ambacho kilikuwa kigeni na ndo mara ya kwanza kwa Dave. Akachangana kwenda nyumbani. Kurudi alipokutana na mzee wake alimfokea sana kwa nini urudi umeoa. Lakini baadaye Dave alijikuta ameteleport na kwenda sehemu nyingine tena kutokea katika library ile ile ambayo alitokea mchana. Baadaye Dave akajikuta anarudi tena katika chumba kile kile na akachukua ile logo na kwenda kuirudisha, lakini yule mwanamke alijua Dave amefariki na akawa analia. Baadaye anatoka nje anakuja kuikuta ile logo na kujua kwamba Dave kumbe bado ni mzima, na akajaribu kumtafuta, lakini Dave alikuwa ameshaondoka na kusafiri kwenda mjini kwa sababu alikuwa elewi ile hali. Akaenda mjini na kupanga chumba, lakini huko akiwa anafanya mazoezi ya kujaribu kuteleport tena, akawa anafanya mazoezi na kufanya mazoezi, anajaribu na kujaribu. Baadaye akawa na uzoefu, lakini kilichokuja kutokea baadaye, Dave akawa anajaribu kupata wazo kwamba aingie katika benki akaibe. Akawa amejaribu kufanya hivyo na kweli bwana alifanikiwa, akakusanya baadhi ya vibunda bwana. Ikawa ni muendelezo kwa Dave. Hii ilikuwa ni furaha kubwa bwana. Akafanya hivyo na kufanya hivyo na kufanya hivyo na kujikuta Dave yeye ni mtu tajiri kweli. Lakini serikali ikaamua kuita maafisa kwa sababu hela zinaibiwa na watu hawajui hela zinaibiwaje, kwa sababu hapavunji, lakini hela zinapotea kimaajabu. Kwa hiyo ibidi maafisa waje wachunguze ni kitu gani kinaendelea. Huku Dave yeye maisha yake ni mazuri, lakini baada ilipita miaka Dave akashakuwa mkubwa na sasa anajitegemea na anajiweza. Alikuwa na utajiri mkubwa Dave, alimiliki utajiri mkubwa na alifanya kila vimbanga ambavyo yeye anaweza kuvifanya kwa sababu tayari ana fedha na ana mali. Lakini siku akiwa baa na mchumba, kuna huyu kijana anaitwa Marcus, ni kama alikuwa amepata hisia fulani kuhusu kijana, lakini Davis hakujali hilo, akamchukua mchumba na kwenda naye hotelini. Asubuhi yake akawa anaenjoy kwenye ufuko wa bahari, kwa sababu Davis ana uwezo wa kuteleport. Basi akawa anafanya vivanga anavyoviweza yeye, anapita katika mawimbi ambayo ni hatari, lakini yeye anafika mpaka jangwani. Yani ilikuwa ni kula bata tu mpaka kufika kwenye pyramid ambayo iliyoko Misri. Basi David anambia alifika, lakini afande ambaye alikuwa amepewa kazi na benki alianza kufanya uchunguzi wake, kukamata watu baadhi na kuanza kuwauliza. Alimkamata mtumio mmoja, lakini alimuuliza na baadaye mtumio akamjibu chochote na akamuua na kuondoka zake. Lakini bwana David pasina kujua chochote alikuja katika ofisi hii na kukutana na huyu afande ambaye alikuwa amepewa kazi bila kujua kwamba huyu ni afande ambaye amepewa kazi. Afande akaanza kumuuliza baadhi ya maswali madogo pale, lakini asijue kwamba afande tayari alishapewa feedback ya yeye. Afande akachukua kifaa kimya kimya na kutaka kumkamata Dave. Basi pale walibishana kweli kweli. Dave alijitahidi kila mbinu, lakini bado wakawa wanabishana. Baadaye Dave akafanikiwa kumkimbia, kumtoroka huyu mzee na kwenda mpaka kwao ambako alikopo anakaa yule mwanamke Mel ambaye ni mpenzi wake wa zamani wa kipindi kile shuleni. Basi Mel alifurahi kumuona, maana alijua jamaa amekufa, akamtoa out. Wakaenda kula dinner pamoja, wakawa wanaenjoy chakula pamoja. Basi muda umefika, wakawa wanataka kuondoka. Mila wanataka kuondoka, pale njiani kuna huyu jamaa ambaye alikuwa anamtaka sana Mel, lakini alikuwa hajawahi mpata. Basi akaanza ukorofi pale, unaambiwa bana, ngumi zikaanza, maana Dave hakutaka unyonge mbele ya mchumba bwana. Basi bana watu wakashikana mashati pale kupigana vizengo. Jamaa sijui Dave alichokifanya, akamteleport ile jamaa na kumpeleka benki, then akamsusa na kumwacha huko kwamba asijue kinachoendelea. Basi Mel yeye alikuwa haelewi chochote, jamaa kabakishwa benki. Mel huku yeye anaenjoy asijue ili wala lile linachoendelea. Dave basi yeye anafly akiwa na mchumba, wakiwa wanapiga story. Basi Mel akawa anamuuliza, mbona ulikuwa muda mrefu, ulikuwa wapi? Jamaa anambia ni maisha tu, nilitoka tu. Basi jamaa akamchukua akamwambia mimi nataka tutoke wote. Huku afande anamuuliza yule jamaa ilitokea nini, jamaa akamwambia kwamba David ndiye aliyenileta hapa, aliteleport na mimi na kunileta mpaka benki na akanisusa pale na kuniacha pale. Basi ikawa hivyo. Ba jamaa akamchukua Mel akawa na enjoy, kampeleka katika hotel moja kubwa kweli, lakini Mel akawa anauliza wewe pesa zote umezitoa wapi? Jamaa hamna, ni mambo ya kawaida tu, utafutaji. Basi Mel asiulize maswali mengi, wakawa na enjoy nazunguka huku na kule, wakaenda katika sehemu ambayo ni ya zamani. Jamaa akaambiwa hamna, hawezi kaingia. Devi akateleport na kutokea kwa ndani na kuingia ndani, kitu ambacho Mel alikuwa anashangaa lakini haulizi. Lakini baadaye wakawa wanazurura wanatembea huku na kule. Mel yeye akawa ana enjoy tu kwa kuangalia mazingira, huku kijana Davis yeye akiwa anaendelea kufanya vituko vyake, anapotea huku kwenda kule. Lakini akiwa eneo hili bwana akahisi kwamba kuna mtu ambaye ni yule Marcus ambaye alikutana kule baa, akamkumbuka na kumwambia bwana mimi sio adui yako bwana,
mimi nataka unisaidie kitu kwa sababu mimi ni sawa na wewe na ni wale wale, kwa sababu mimi mwenyewe na uwezo wa kuteleport, ila tupo katika hatari ambayo tunatakiwa tusaidiane wote. Kaa sawa bwana. Kuna mwindaji akaingia ambaye anawatafutaga watu kama, akamnasa Davis na kumfunga, ila Marcus yeye aliendelea kubishana na yule jamaa na kuendelea kupambana naye, na mwisho wa siku akamshinda na kumuokoa Davis katika ule msaala. Baadaye na kumwambia kwamba sisi tunatafutwa na hawa jamaa ni wawindaji, wanatutafuta watu kama sisi. Ilibidi sasa wamuonyeshe kazi jamaa yule alichomfanya yule jamaa alichokutana nacho, basi ni siri yake. Alifanya kitu kibaya sana, wakamchukua na kumpeleka sehemu nyingine na kumsusa huko na wakamwacha. Basi Davis alivyorudi akamchukua Mel na kuondoka naye katika eneo lile pale, asimwambie chochote. Ila Dave kitu ambacho aliamua kukifanya ni kwenda katika ofisi za mama yake, ofisi ambazo mama yake anafanya kazi, na kutaka kwenda kukutana naye. Japokuwa mama yake alikuwa ni muda mrefu hajaonana na mtoto wake na alikuwa amemmisi, lakini akaanza kumfokea, ulikuwa wapi muda wote na umeondoka tu nyumbani hata hutukumbuki. Kwa miaka yote hiyo ulikuwa wapi mpaka unakuja sasa hivi? Basi Dave kitu ambacho aliamua kukifanya ni kwenda kumchukua Mel na kumpeleka airport na kumkatia tiketi kwamba aondoke, ile eneo ni hatari kwa afya yake, na akampa baadhi ya keshi. Lakini Mel akawa anashangaa, keshi zote hizo umezipata wapi Dave? David hakutaka tena kumwambia ukweli, lakini bado mficha tu. Lakini punde si punde bwana yule afande akafika nyumbani kwa kina Davis na kuanza kumuulizia Davis, lakini wazazi wakamwambia kwamba miaka 8 sasa imepita, mtoto wao hajaonekana nyumbani toka aondoke hapa nyumbani. Lakini mama yake Davis akamfuata Davis na kumwambia anatakiwa aondoke kwa sababu ameanza kutafutwa na maafande na sijui kipi amefanya. David bidi amfuate Marcus na kuanza kumuelekeza. Marcus akamwambia kwamba hii ni hatari na tayari tumeshaanza kufuatiliwa na huyu mtu ni mtu hatari kweli. Ibidi jamaa amfuate na Marcus popote anapoenda na kuanza kumuuliza vizuri, kwa sababu Marcus yeye ndo anaelewa kila kitu. Basi tunaambiwa Davis yeye hakutaka kumwacha Marcus, popote anapokwenda basi alimfuata popote pale ambapo anaenda. Basi wakaingia sehemu na kuchukua gari, wakawa wanazurura na gari huko mtaani, wakiwa wanatembea tu wakiwa wanataka kudiscuss ni kitu gani kinaendelea kufanyika. Basi unaambiwa huko barabarani wakawa wanafanya vimbwanga wanavyotaka wenyewe, ni kuteleport na hilo gari bwana, watu hawaelewi. Huko wakiwa wanadiscuss ni jinsi gani ambavyo wanaweza kuhama tu mji. Lakini Davis akaenda mpaka airport na kugundua kwamba airport bwana binti Mel alikuwa hajaondoka. Ilibidi amfuate mpaka kwao. Kwa nini hajaondoka? Na alimwambia aondoke, na kumfuata binti akamwambia kwa nini hujaondoka? Binti akawa anasema mimi sioni sababu ya wewe kuondoka. Jamaa hajakaa sawa, mara yule nanilia afande akawa amefika. Basi Davis akawa analalamika pale, lakini Mel yeye haelewi. Ilibidi amchukue Mel na kumuonesha uwezo wake, lakini pale afande akawa amefika na vifaa ambavyo vinaweza kudetect watu ambao wana uwezo wa kupotea, na akawa anataka kufuatilia wako wanaenda wapi. Basi afande akawa anafika kila sehemu ambako Davis anaenda na mpenzi wake. Basi ilibidi amfuate Marcus na kumwambia, lakini Marcus akamwambia bwana huyu jamaa anakuja, na punde si punde jamaa akawa amefika pale. Basi ugomvi ukaanza bwana, anaambiwa ilikuwa ni vita ambayo sio ndogo, kwa sababu huyu afande naye pia ana uwezo mkubwa, japokuwa yeye hana uwezo wa kuteleport. Lakini vita ilipigwa baadaye. Davis aliweza kukimbia. Afande bwana alikutana na moto mkali, apuliziwa moto na akajikuta amerudi alikotoka, lakini afande hakuweza kukubali. Vita ikawa inaendelea. Afande ujanja aliofanya ni kumfunga tu Mel, lakini Davis alitaka kujitoa kimasomaso, lakini Marcus akamkataza kwamba ni hatari na utakamatwa, kwa sababu yule afande ni mtu hatari. Wakawa wanabishana pale. Basi bwana ikaanza vita ya wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu walishindwa kuelewana pale, wakawa wanafokeana. Marcus alikuwa na lengo zuri. Basi vita zikaanza kupigana, wakaanza kupigana, wanajikuta wanapigana wenyewe kwa wenyewe, wanapelekeshana, mara wapigana wakutane huku, mara wapigana wakutane kule, kwa sababu ya uwezo wao wa kuteleport. Basi wakawa wanapigana na kuteleport kwenda sehemu tofauti tofauti. Basi baadaye Davis alimweza Marcus na kumwacha katika nyaya za umeme na akamsusa huko na kurudi kuendelea kupigana na yule afande. Basi unaambiwa vita ilikuwa ndogo bwana, watu walipigana kweli. Lakini Davis baadaye akaja akakamatwa na yule mpenzi wake Mel, na baadaye Davis alifanya uwezo wa kuteleport na kwenda mpaka kwenye maji huko akiwa na nguvu za kubadilika. Basi alijaribu kupambana na baadaye alijikuta ametokea katika library ambayo alitokeaga zamani kipindi hicho akiwa mdogo. Basi bwana anambia afande alikuwa mbishi, lakini na ubishi wake wote alienda kususwa sehemu ambayo kupatikana ni ngumu kweli, akaachwa huko. Afande akawa na haha tu, lakini Dave baadaye akarudi nyumbani na kukaa kuongea vizuri na mama yake na kuyajenga vizuri. Vyetu tunaishia hapa. Basi usisahau kulike, kushare na kucomment kwa vigongo vikali kama hivi hapa.